aliyeandika Biblia alijuaje historia za Mungu? Hii ni B, anaitwa Brightness kutokea Moshono, Arusha. Sawa. Nataka kwanza, kabla sijaanza kujibu, tuelewe jambo moja hapa ambalo pengine mtu akianza kunisikiliza bila kumalizia ninachokimaanisha ni nini anaweza kachanganyikiwa, lakini ni vyema ukamfuata mtu kuliko ukaishia njiani. Kwanza kabisa, Biblia sio kitabu cha Mungu, isipokuwa ni kitabu kilichobeba maneno ya Mungu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu Biblia ndani yake kuna historia, na Biblia ndani yake kuna mashairi, Biblia ndani yake kuna nyimbo, Biblia ndani yake kuna maombolezo. Yaani watu wanaomboleza, watu wakaamua kuiandika Biblia na kuchomoka nayo. Na ndio maana unaona mfano mambo mengi sana Biblia inayoeleza yako katika utamaduni wa jamii ya Wayahudi, ambayo sasa kwa bahati mbaya tusipoweza kuchanganua, sisi tunajua ndio kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia huyu ni Mungu. Nikuulize kitu, swali moja. Unaona kitabu cha Waamuzi? Ndio. Wale Waamuzi, kimeandikwa kile kitabu, wale walikuwa ni wakombozi wa taifa la Israeli. Yani wakilikomboa taifa la Israeli kutokana na hivyo, wanakuja wanavamiwa, alafu anatokea mtu mmoja shujaa anakuja na wakomboa. Ndio wakawepo Waamuzi wakina Samsoni, wakawepo wakina Yefta na wengi hivyo. Wale Waamuzi, wataka kuniambia wana tofauti gani na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Hakuna. Umeona? Au wana tofauti gani na Kwame Nkrumah? Hamna tofauti. Umeona? Au wana tofauti gani na Mao Zedong? Kwa sababu unaambiwa huyu ndo amelikomboa taifa lake kutoka kwenye mikono ya wavamizi waliokuwa wametuvamia. Lakini sasa sisi nakuja huko kwa sababu ni wale tunasema waliongozwa na nani? Na Mungu. Lakini swali linakuja, je, akija leo hii Nyerere akasema mimi ni Mungu aliniongoza nitoe Tanganyika katika mikono ya ukoloni, je, tutaamini kweli ni Mungu unaona vitu vya namna hiyo. Kwa ndipo hapo sasa niliposema Biblia imebeba vitu vingi. Hauwezi ukaita tu kuwa hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini ni kitabu ambacho kimechanganya mambo mengi. Hii sasa ndio inaleta utofauti kati ya Ukristo na Uislamu. Kwa sababu wao Uislamu wana msaafu ambao msaafu ule wenyewe wanakuambia umebeba habari za Mungu tu. Lakini ukitaka mambo mengine iliendaje, ilikuwaje, kuna vitabu vya hadithi. Na vitabu vya hadithi ndio utaambiwa bwana, hii hadithi inapatikana kwenye kitabu labda cha Sahihi al-Muslim. Hii ni tofauti na Biblia, kwa sababu Biblia imeweka kila kitu hapo ndani. Kwa ndio maana Biblia yenyewe inatuambia kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Ina maana kuna mengine hayana pumzi ya Mungu lakini yameandikwa kwenye Biblia. Hapa niwahi kuwa challenge watu fulani nikasema okay, kwenye Biblia kuna kitabu cha Wimbo Ulio Bora, kitabu maarufu sana. Kinaanza pale wakuta kuna mstari unasema tazama mzuri mpenzi wangu. Anasifia mpaka matiti ya mpenzi wake sio amekaaje. Okay, swali, huu mstari tukihubiri kanisani utatupa maana gani sasa kanisani? Utachochea. Utachochea vitu. Kuna vingine sasa inabidi tuviaje sasa, waandishi sijui walimaanisha nini. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Okay, tuendelee. Biblia iliandikwa na takriban waandishi 40 tofauti katika kipindi kisichopungua miaka 1500, wakiwemo manabii, wafalme na mitume kama vile Musa, Daudi, Sulemani, Paulo na Yohana. Ingawa iliandikwa na wanadamu, lakini mapokeo ya Kikristo yanashikilia kwamba Biblia imevuviwa na kuongozwa na Roho wa Mungu ambaye alitenda kama mwandishi mkuu wa kimungu akiwaongoza wanadamu waandike yaliyomo katika Biblia. Ndio hapa sasa tunakuja kuwa sasa okay, Biblia basi ni kitabu kitakatifu kwa sababu yaliyoandikwa yamevuviwa na nani? Na Mungu. Sasa waandishi na wachangiaji muhimu wa kibinadamu. Ndio. Agano la Kale kwa kawaida Musa anahesabiwa kuwa na Torati, yani vile vitabu vya kwanza vile. Na lakini waandishi wengine pia kama, maana vitabu vya kwanza ni kama kile Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Hesabu, Mambo ya Walawi. Lakini kuna waandishi wengine ni pamoja na Daudi na Sulemani, ambao wao tunawakuta wanaandika Zaburi, Mithali pamoja na Mhubiri. Unaona kama Zaburi ile imeandikwa na watu
watano tofauti. Kila mtu akiangalia anajua tu hii Zaburi ni Daudi. Ni watu watano tofauti. Kwa sababu pale kuna Zaburi ya Musa, kuna Zaburi ya Daudi, kuna Zaburi ya Sulemani, kuna Zaburi ya Asaf, kuna Zaburi ya Ethan. Ndio. Ni vitabu vitano. Yani Zaburi ile ni kitabu kimoja lakini ambacho ni waandishi watano. Ndio maana unaona mfano kuna ile Zaburi nasema miaka yetu ya kuishi ni miaka 70. Mtu akiwa na nguvu miaka 80. Ile ni Musa aliandika. Wakati Musa anawaombea wana wa Israeli kule jangwani. Kwa hiyo haituhusu sisi. Sisi hatuwezi kuishi miaka 80. Sisi ni zaidi ya 80. Wewe zingatia tu maisha yako ya kila siku, ulaji wako uko namna gani, lifestyle yako kizingatia, wewe sio miaka 80. Unaweza kupiga hata 100 na. Unaona wazee wetu wako hapo Meru hapo. Ambaye mtu amekufa na miaka 130, 132, 144. Na ana nguvu tu zake. Kabisa. Lakini ni kwa sababu gani? Ni lifestyle yao. Wanakula vyakula ambavyo ni natural, lakini mazoezi sana, kutembea kwa miguu sana, ni ile inawafanya waishi muda mrefu. Lakini Agano Jipya, Injili zinahusishwa na Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Paulo aliandika nyaraka nyingi, wakati nyingine ziliandikwa na Petro, Yakobo na Yuda. Lakini maandiko hayo yaliandikwa katika Kiebrania, Kiaramu na Kigiriki. Maana tunarudi kule kwenye zile lugha. Kwa hivyo. Lakini asili sasa ya uandishi ni uvuvio wa Mungu, kwa sababu Biblia inachukuliwa kuwa ni iliyovuviwa na Mungu. Kumaanisha kwamba Mungu aliwasimamia waandishi wa kibinadamu kuandika kile hasa alichokusudia kiandikwe. Lakini Mungu alitumia mitindo, haiba na muktadha ya kipekee ya waandishi wa kibinadamu badala ya kuamuru tu maneno. Kwa ndio maana sasa kuna mifano mbalimbali. Lakini kuna jumuiya za waandishi. Baadhi ya wasomi wanapendekeza kwamba pamoja na watu binafsi waliotajwa, jumuiya za waandishi zilihusika katika kukusanya na kuhariri maandiko. Maana kuna waandishi sasa ambao wao hawajavuviwa na Mungu wala nini. Lakini wao kazi yao ni wasomi. Kwa kama ni wasomi ni kukusanya sasa ili waweke wa pamoja. Ndio maana tumeweza kuikuta Biblia imekusanywa na imewekwa pamoja. Kwa hiyo liko namna hiyo. Swali sasa, tunarudi kwenye swali la msingi. Walijuaje historia ya Mungu? Ndo hapo, yani nenda kote tunarudi, tunataka kujua historia ya Mungu. Na umeshatuambia kulikuwa na gap la miaka. Ilikuwaje? Ni kwamba walivuviwa na Mungu mwenyewe kuwaonyesha mambo ambayo Mungu mwenyewe aliyafanya. Hasa ukiangalia kwa mfano kwenye vile vitabu vitano vya mwanzo ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kumbuka ni vitabu vilivyoandikwa na Nabii Musa ambaye wakati wa kuumbwa dunia yeye hakuwepo. Lakini swali ni amejuaje mambo ambayo yeye hakuwepo? Maana Musa ni kipindi cha Farao huku mbele kabisa huku. Na amekuja kuwakomboa wana wa Israeli. Alafu mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ni Musa. Anaandika mambo ya uumbaji. Imekuwaje? Amejuaje yeye? Hii ni kwa sababu Mungu huwaga anawavuvia manabii kuona mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yajayo mbeleni ili wayaandike. Nitakupa mfano wa mambo yajayo mbeleni. Isaya 9:6. Isaya alikuwa ni nabii. Anasema, tazama kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, mtoto wa kiume, na uweza wa ufalme huko mabegani mwake. Tangu ametabiri mpaka mtoto anakuja kuzaliwa ni miaka 700 ilipita. Maana ameona mbele. Na ukienda nafikiri ni sura ya 53 kitu kama hicho, anaelezea kuwa yani ameelezea mateso ya Yesu Kristo. Yani anasema yani ukiangalia mgongo wake ni kama shamba lililolimwa. Alikuwa sio mtu wa kutamanika. Na tunashukuru Mungu hii Passion of the Christ walitoa ile movie. Na umeona ule mgongo walivyoucharanga charanga. Ile sasa wamechukua yale maandiko ya nani, ya Nabii Isaya. Lakini Isaya, kumbuka, anatabiri mambo yamekuja kutokea miaka 700 mbeleni. Kwa ndo maana nimekuambia ni kwa sababu manabii wakuu huwa wanavuviwa kuona mambo yaliyopita, mambo yaliyopo wakati wao na mambo yajayo mbeleni. Ndio maana yake. Kwa hiyo iko namna hiyo. Ndo hapa tusome sasa kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 3 mstari wa 5. Waefeso 3:5. Waefeso 3:5. Biblia hapa inasema hivi. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu
katika vizazi vingine. Kwa sababu hiyo ni siri. Mimi sijui mambo yaliyopita huko nyuma. Ni siri, imebaki tu kuwa siri. Ndio. Kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizo katika roho. Unaona sasa. Somo la asubuhi. Ndio, nilisikia. Kumbe ni walifunuliwa na Mungu mwenyewe yale aliyotaka wayaandike kumhusu yeye. Ndiyo. Wakati upande wa pili mengine ni historia. Sasa haikuhitaji ufunuo, isipokuwa watu walikuwa wakiandika yale waliokuwa wanayaona yanatokea. Ndio maana nikasema Biblia imekusanya historia ndani yake. Ndio maana wakuta mtu anawaelezea tukatoka mahali fulani tukaenda mahali fulani. Umeona kama Luka anachokiongea yule sio sasa ni ufunuo wa Mungu. Maana Luka ndo ameandika kitabu cha Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume. Yeye ndo ameviandika huyu Luka. Lakini unaona yeye nini sio ufunuo. Na ndio maana ukianza ile Luka moja anasema anamuandikia Theophili ambaye alikuwa ni mfalme. Anasema Theophili mtukufu, nimeona na mimi nikuandikie yale niliyoyafanyia utafiti ambayo wengi wameyaandika kuhusu habari za nani zilizotokea za Yesu Kristo. Yeye amefanya utafiti, yeye hakuvuviwa na Roho Mtakatifu. No, amefanya utafiti kwa sababu katika zile Injili 4 ni watu wawili hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Hawakuwahi kuwa kwenye lile jopo la wanafunzi wa Yesu ambaye ni Marko na Luka. Luka na Marko hawakuwahi kuwa kwenye lile jopo. Lakini waliokuwa kwenye lile jopo ni Mathayo na Yohana. Lakini Luka ndo ameandika habari kwa ufasaha zaidi. Kwa sababu yeye amewauliza waliokuwepo wanatembea na Yesu Kristo na hivyo akapata zile habari zake ndo akaja akaziandika. Kwa ndio maana nikakwambia mfano Luka ile ni historia anaielezea. Alafu anaelezea sasa Yesu aliyoyafanya, kwa sababu ukumbuke Yesu amekuwepo tu wakati huo wa Luka. Yesu naye amekuwepo tu, labda walikuwa ndo vijana wadogo au pengine walikuwa hawajaamini bado. Kumbuka wale walikuwa ni Wayahudi na Yesu alikuwa anaonekana na mapicha picha. Ameleta ni kama mazingaombwe hivi, kwa hiyo ndio maana unaona kama walikuwa hawaamini. Hawazingatii sana. Kwa hiyo ndio maana inakuwa hivyo. Kwa hiyo kifupi ni kuwa walijuaje? Ni kwa sababu walivuviwa na Mungu mwenyewe waandike yale ambayo Mungu alitaka yafunuliwe kwa wanadamu. Ni kama mtume Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Amejuaje mambo ya huko mbinguni? Ni kwa sababu amefunuliwa. Na Mungu mwenyewe ametaka amfunulie mtumishi wake Yohana ili ayaandike, ili kuwaonya wanadamu. Ndio. Sawa. Kwa hiyo kila ambacho tunakiona sisi katika Biblia tunapaswa kujua kuna mengine yamekuja kwa uvuvio. Na kuna mwingine ni aliyaona tu na akasema ngoja na mimi niandike. Na kuna mengine ni historia tu na maisha ya tamaduni fulani hivyo na watu wa maisha hii ya wakati huo. Kwa hiyo tusiroofishe kila kitu. Kwa sababu kuna vitu vingine ni utamaduni wao. Yani sisi tukianza kufuata ule utamaduni tunaonekana kama tumechanganyikiwa. Ulikuwa ni utamaduni wa Wayahudi wakitaka kumlilia Mungu, kuomboleza. Wananyoa vipara, wanapaka majivu vichwani, wanavaa nguo za magunia. Hebu nenda kafanye wewe leo hii. Wanafanya mwalimu. Unakumbuka kuna wakati fulani watu walivaa magunia wakaamua kutembea. Na nabii mkuu akawaambia waache hizo tabia. Kwa sababu wale walikuwa wanafanya hivyo, ni maelekezo yametoka. Sasa wewe unafanya hivyo kwa maelekezo ya nani? Wasema hasi wataka wewe umekuwa ni Myahudi. Maana hizo zilikuwa ni tamaduni zao. Sasa kipindi kile mtu havai nguo, anavaa gunia. Yani lile gunia, kwa sababu gunia unajua litakuumiza. Yani hiyo ndo mateso, yani kama uchungu hivi. Lakini hapo mtu amepiga suti juu kapiga gunia. Sasa unakaa unajiuliza hii ni nini?